hatari sana katika maisha yako mpenzi mtazamaji, ili wewe uweze kujua namna gani ya kuweza kujinusuru kwa idhini yake Allahu subhanahu wa ta'ala. Ndugu zanguni, kama ambavyo darsa zangu mbalimbali zilizopita na kupitia simu ambazo nimezokuwa nikipigiwa mara kwa mara, lakini pia na meseji ambazo nimezokuwa nikitumiwa mara kwa mara kuhusiana na wale ambao ni wahanga katika ndoto, nikwambie mpenzi mtazamaji kwamba hakuna asiyeota, na kama yuko mtu ambaye asiota ndoto, basi ajihesabu kwamba mtu huyu ana matatizo makubwa sana. Ni maana afanye jitihada za maksudi ili kuweza kuangalia namna gani anaweza akapata nusura kwa idhini yake Allahu subhanahu wa ta'ala. Na tunapozungumzia ndoto, ndiyo kitu pekee ambacho Mwenyezi Mungu huzungumza na waja wake kupitia masala ya ndoto. Kwa hiyo wewe pengine hujui umuhimu wa ndoto, leo na kukaribisha katika darasa zangu. Pengine ndiyo mara ya kwanza au ndiyo mwanzo unaniona, pengine una mambo yako, una ndoto zako zinazokusumbua, sawa? Hapa ndio tunakwenda kuzifungua ndoto zako kwa idhini yake Allah subhanahu wa ta'ala. Ndugu zanguni, ndoto zinakuja katika mifumo tofauti tofauti na katika mazingira tofauti tofauti. Kwa hiyo tunakuwa tunatafsiri ndoto moja baada ya nyingine, na leo tutakwenda kutafsiri ndoto hatari 7. Ndoto 7 hatari. Kama ataziota mwanadamu, basi afanye jitihada za maksudi ili kuangalia namna gani anaweza akajinusuru kwa idhini yake Allah subhanahu wa ta'ala. Ndugu yangu, usipuuzie ndoto. Kuna ndoto kumwota mwanajeshi, askari. Kwa hiyo twende pamoja, twende tukaone darasa letu la leo la ndoto limekusudia nini katika maisha yako. Mfano, ndugu yangu mpenzi mtazamaji, leo tunakwenda kuota kwenye ndoto 7 ambazo ni hatari. Kama atakuwa anaota mwanadamu, basi afanye jitihada za maksudi kuangalia namna gani anaweza akajinusuru. Ndoto namba 1, mtu atakayeota ndoto katika usingizi wake anabishana na watu anaoshirikiana nao kaskazini au katika kazi yake. Maana ya ndoto hii, maana ya kwanza ni ubaya, na maana ya pili ni usaliti, na maana ya tatu ni uadui na maneno ya uharibifu ambayo anayokuwa akizungumziwa.